Hello guys, mambo vipi? Hope mko poa, mimi niko poa. Wale wenzangu ambao tuko pamoja kwenye safari ya kupungua uzito, mnaendeleaje katika harakati za kuhakikisha kwamba mnapungua uzito? Mimi bado napambana na mazoezi. As you can see, nilikuwa hapo barabarani ninatembea. Hiyo ilikuwa ni juzi. Namshukuru Mungu niliamka nikasema hebu ngoja nikatembee leo, at least nifanye kitu cha tofauti. Kwa hiyo nikaamka nikaenda kutembea. Na siku Mungu alisaidia, ilikuwa nzuri, hakukuwa na changamoto ya weather, kukuwa na mvua. Kwa hiyo safari tu ilikuwa nzuri, smooth. Ni mara ya kwanza kwa nilikuwa miguu hainiumi wala nini. Kwa hiyo nikasema anyways ngoja tu nitembee mdogo mdogo. Sikuanza kwa nguvu sana kutembea haraka kwa sababu bado kwanza nilikuwa na hema sana. Kwa hiyo sikuweza hata kusema kwamba nitatembea kwa nguvu au kwa haraka sana. Kwa hiyo nilichokuwa nakifanya, nilikuwa natembea tu mwendo wa kawaida mdogo mdogo. Kwa hiyo hii siku nakumbuka nilitembea kilomita karibu 8 au 9 hapo. And I was happy and very proud of myself. Kwa hiyo yani sikuwa na company, nilikuwa mwenyewe. Kwa hiyo inaonyesha ni jinsi gani nimekomaa, kwa sababu ingekuwa ni zamani kidogo nilikuwa ni mtu wa ku make excuse siwezi kwenda mwenyewe mpaka nipate company, mpaka nifanyeje. Lakini namshukuru Mungu niliweza kwenda, na yale malengo ambayo nilikuwa nimejiwekea basi nikayatimiza. Kwa hiyo guys, tusikate tamaa, tupunguze kutafuta visingizio, siwezi, kesho, sijui nini. Tupunguze visingizio, ndo vinavyoturudisha nyuma. Yani kitu nilichojifunza, the excuses zinaturudisha nyuma sana sana sana. Lakini kumbe ukiamua inawezekana guys. Hii ni siku ya pili nimetoka nyumbani, kulikuwa hakuna mvua. Guys, imagine waga natoka na gari naenda kupaki mahali ndo nianze safari ya kutembea. Kwa hapo ndo nilikuwa nimefika, nimepaki. Mvua ilipotokea, mvua ilinyesha kubwa. Lakini sikurudi nyumbani, nilikaa nikasubiri. Yani hapo nasubiri iishe kabisa. Hapo ilikuwa tayari ishakatika, kwa nasubiri iishe kabisa ndo nianze safari ya kutembea. Kwa hiyo nikasema ngoja nihakikishe inaisha kabisa. Kwa hiyo hapo naangalia kwenye kioo hivyo vinavodondoka. Then nikaisha na safari ikaendelea guys, as you see. Hapo miguu inaniuma, ni day 2. Miguu inaniuma vibaya mno. Kama ukiangalia ninavotembea ni kama nachechemea. Lakini nikasema lazima nimalize, yani lazima nitembee, ni malengo yangu. Kwa hiyo kwa hapo nilikuwa kwenye harakati za kutembea mwenyewe, sina company, sina chochote. Kasema ngoja nijiwekee mziki wangu mie ni unipe company. Kwa hiyo hapo nilikuwa tu nasikiliza mahubiri. Na hiyo ni siku hii ni leo sasa asubuhi. Nilikuwa naonyesha nimetembea kilomita 6.39. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kuwa nimeweza kutembea. Na hii ndo barabara ya kwetu, ndo maana ninalazimika nitoke na gari nipaki sehemu kwenye lami, kwa sababu imagine ukitembea kutokea huku ilo rojo hapo. Of course nadhani kuna vinjia huku pembeni vya kupenya, lakini mimi naonaga tu kuepuka mambo mengi. Kwa hiyo inabidi nitoke, naenda kupaki sehemu, then naanza safari ya kutembea. Okay guys, na hichi ndo chakula changu ninachokula. Mimi huwa complicate kwa sababu nakula mara moja kwa siku. Na hivyo ndo ninavyokula. Nikiona sijashiba nitaongeza labda kama kuna korosho au kuna parachichi, yani kitu ambacho pia ni healthy, naongeza nakula. As you see guys, hapo hiyo ni jana chakula changu nilichokula. Na
hapo ni nakula tu hivyo. Of course niliongeza na mwendo wa kuchemsha, na hiyo ni chai hibiscus tea. Kwa hiyo hivyo ndo ninavyokula ugali. Na wali nimepunguza, chapati nimepunguza kwa sababu najua nikila zitaniletea njaa zaidi. Kwa natafuta vitu ambavyo vitanifanya nishibe kwa muda mrefu, ili nisile, yani nisiharibu utaratibu wangu niliojiwekea wa kula mara moja kwa siku. Kwa guys, hivyo ndo ninavyokula, simple. Okay guys, nisiongee sana, niishi hapo kwa leo. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe, and see you tomorrow. Bye.